Mpendwa unayenitazama na kunisikiliza, naomba nikualike katika mafundisho ya neno la Mungu. Tunaiangalia dunia. Dunia ambayo kila mmoja imemshikilia. Si kijana, si mzee, lakini kila mmoja imemshikilia. Unajua kwa nini dunia imemshikilia? Ni kwa sababu dunia imepasuka. Dunia imevunjika. Dunia inawayawaya. Dunia inatetemeka. Yaani dhambi ambazo zimetapakaa zinaitetemesha dunia. Dunia inatetemeka, dhambi zimetapakaa kila mahali. Ndio maana tumeanzisha grupu hili Tubuni. Unapoamka ukiwa mzima, unaona ni uzima wa mwili. Lakini ujue kuna kitu kimoja ambacho kwa mwanadamu huwa hakibadiliki. Mpendwa, unaweza ukabadilisha nguo, ni sawa. Unaweza ukabadilisha mavazi, ni sawa. Unaweza ukabadilisha nywele, ni sawa. Unaweza ukabadilisha nyumba, ni sawa. Lakini huwezi kubadilisha kifo. Maana kifo ni lazima kwa mwanadamu aliye hapa duniani. Kila nafsi itaonja mauti. Kila nafsi itaonja mauti. Unaweza ukabadilisha nyumba, unaweza ukabadilisha kitanda, unaweza ukabadilisha nywele, lakini huwezi kubadilisha kifo. Kila mmoja atakufa. Awe ni rais atakufa, awe ni waziri atakufa, awe ni mbunge atakufa, awe ni mwalimu atakufa. Hata Farao alikuwa ni kiongozi mkubwa, lakini kifo kilipofika kiliondoka naye. Dunia imeachama. Dunia inatafuta nani itammeza. Na ndio maana maandiko matakatifu yanasema tulitoka katika mavumbi, na mavumbi siku moja tutarudi. Sasa swali ni kwamba unakwendaje? Maana njia ni moja. Mtu asikudanganya akakwambia njia ziko nyingi, mara huku ndio kuna njia, huku ndio kuna njia. Hapana, njia ni moja pekee, ni kutubu dhambi. Na ndio maana tumeanzisha katika kipindi hiki